And when they speak, we listen. They might speak what we don't want. It is more right than what we want. Okay. The fact that I'm anointed does not render Apostle Nganga unanointed. The fact that I preach international gospel does not make Bishop Mwiru a village preacher. He becomes more an international than myself because he's the anointer. Once you get to know that, the higher you go, the more humble you become to him. Because he is the holder of the horn of anointing. So when God sends you to him, listen to him. God sent me to Benny Hinn. We listen to him. Whatever he said. Do you know God sent the spirit of T.D. Jakes to me twice? He spoke to me. I listened to that spirit. God sent the spirit of Billy Graham to me before he died. I listened to that spirit. If I say the spirit speaks to me more than the other spirit, then I render the God who anointed them useless. When you grow stronger and higher, you need to be more humble and more humble and more humble and more obedient. Otherwise, the building will never go far. You are doing the right thing. The wrong way. There is somebody who anointed you, go back to him and be obedient to him. If I tell you not to, I become disobedient to Bishop because I can only tell you what I practice. My daughter, can I tell you something? Do you see that Bishop Pius Mwiru? He is more anointed than who I am. 1,000 and 1,000,000 times. You see Apostle Nganga, Dr. Lai, Mark Karaoke, Ata Kitonga, Dr. Ward. They were there before me. I am a small boy. A very small boy. And that is who I am. And because I know who I am, I can now preach. A boy is preaching in the village. So if you think I'm more powerful than they are, no. They were there before me. God spoke to them before he spoke to me. I'm a small boy in the village. God anointed them before he anointed me. He used them to mentor me. I will never be greater than who they are. I can only do my part. And that is who I am. A small boy in the village. I want us to pray. Kombolewa wamefunguliwa wako huru. You may see me in the screens. You may see me on TV. You may see me in crusades. Waache tu wamtolee Mungu. In crusades. Naweza kuona watu wakipona. Ukatamani. Mwache please.
Jambo hili nimeliona kwa sasa mara 2-3. Mtu anakuja na kuuliza ushauri na anataka uraba stamp kila anachotaka. If you don't do that, anatoka anaenda zake. Before I went to Tanzania, kuna binti ambao pia alikuja na group ya mabinti wadogo kama huyu. Sasa ni hivi, wewe ni babangu wa kiroho? Na mwambia barabara ni hii. Kitambo niombee watu hayuko. Wengine pia nimewaona hapa, kitambo niombee watu siwaoni. Wako wapi? Mnafikiria tumefikia kiwango hichi kwa maombi? Kuheshimu waliotutangulia na sauti yao tunaifuata. Utapoteza na kuzungusha watoto wa watu bure ukiwaambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Nyinyi wandugu na wadada, kuna wachungaji wengi mnaoweza kuenda kwao kuwauliza. Nyinyi kwenye runinga hiyo mmeona vile nashauri watu. Ukija kwangu utatii babako wa kiroho na utamfuata na utamheshimu. Hakuna njia nyingine. Hakuna. Hiyo roho ya kila mmoja kuamuka yeye ni mtumishi wa Mungu kivyake. Kuna wachungaji wengi wanaweza wakawekelea mkono. Lakini mimi, utafuata njia ya Mungu, utaheshimu babako wa kiroho na mamako wa kiroho, utamfuata. Watu Mungu kubeba Biblia hii na kusema Mungu ameniita, roho Mungu ameongea, ni rahisi. Lakini time will tell. Kuna mtu anatamani kumtumikia Mungu hapa. Msichana wangu, my age mate, unaona wale wanataka kumtumikia Mungu. Yeye ndio mwalimu, na usipofanya kila anachotaka, kabla uombee watu washachomoka. Na hao watoto wako na wao wa watu wamemaliza form 4, nao wanajua huyu anaambia ukweli. Kitambo wajue wamepotoshwa, miaka imeenda, walipotea. Imagine niko na hii kanisa New Life, lakini babangu bado ni Bishop Pius Muiru na anakaa Nairobi. Fikiria, niko na hiyo mikutano yote unaona kwenye runinga. Nikitoka safari, I go to his office. The mission is accomplished. What does the Holy Spirit say? If you don't do that, you are making noise. Tell David he will never be the father of Samuel.